anastahili. Everybody come and sing. Na sasa hivi kuna mwalimu yuko hapa, darasa liko hapa anafundisha. Kwa hiyo kama wewe ni wa madhabahuni, angalau uwe na ufunuo kidogo, usikosee sana. Maana unapopotosha, mtu mmoja kule Yerusalemu, ilikuwa siku ya katikati ya juma, siku ya mafundisho. Ingawaje si vizuri kutamka yale, lakini nataka niseme kwamba kwa sababu alikuwa hana semina, yeye alizungumza kwamba mwanadamu aliumbwa siku ya 4. Kumbe watu wakawa wameshamchukua kwenye vyombo vyao. Baadaye tukakutana na wale watu wakaanza maswali. Afu ni mtu mkubwa, mzee wa kanisa, hafa alikosea sana. Na kisha mpotosha mtu, yani ule jinsi ulivyompotosha ndivyo atakavyoshika. Hasa haikai vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapokuja madhabahuni tujitahidi kupata semina, hata kama sio darasani, lakini semina. Tulikuwa tunazungumzia, mchungaji alikuwa na matangazo ya ujenzi wa kanisa. Hili tangazo la ujenzi wa kanisa watu halijawaelea vizuri. Watu hufikiri kwamba tunapoomba juu ujenzi wa kanisa kwamba pengine tutakuwa tunaombea matofali na mchanga. Na ndio maana watu wengi hawahudhurii. Hapana. Tunapoona kimefanyika kitu kama hicho, tunapoomba Mungu, tunajiombea sisi wenyewe, tuwe na kitu cha kumtolea Mungu. Mungu atubariki ili kwamba tuweze kujenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunapokuwa tunajiombea, ina maana kupita njia hiyo Mungu anatubariki, tunakuwa nacho. Na yule ambaye alikuwa hana cha kutosheleza zaidi kinaongezewa. Kwa hiyo ndio maana kuna nafasi za maombi. Na tumeiweka ile Jumamosi tena ya muda mfupi. Jana tuliwaombea sana na tulimsikia Mungu anasema. Na kabla tujawaombea, tulijiombea sisi wenyewe. Tulimuona Mungu akituhudumia. Tulikuwa tangu tunaanza huduma ya maombezi, tulikuwa hatujaomba kama jana. Na tulikuwa hatujapokea kama jana. Kama tulikuwa hatujapokea kama jana, tena jana tulikuwa wengi kidogo. Nitoe mwaliko pendo ndugu wote wanaopenda kubarikiwa, mje tuombe kwa Mungu. Ni Jumamosi tu. Nikiwa bado niko kule Kigoma, tulikuwa tunaomba kila Ijumaa. Hasa ni kijijini. Watu wakasema hawa jamaa watauawa na njaa. Maana kila Ijumaa wako kwenye maombi, wakati wengine wanaenda shamba wanalima, lakini chakula hakipungua nyumbani hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa usiangalie tu ya kwako peke yako, angalia na yale ya Mungu. Sehemu ya kuomba Mungu, hata Kornelio pamoja na nafasi yake kama askari, tena aliye na walinzi wengine pale nyumbani kwake, alikuwa na nafasi ya maombi, alikuwa anachukua nafasi ya kuomba Mungu. Kwa kule kuomba kwake, Mungu akasema maombi yako na sadaka yako vimekubaliwa. Sasa sadaka ni kitu kinachotoka mfukoni, ili kwamba ukifanyeje, ukitoe kwa Mungu, utakipataje usiposhughulika na Mungu kwanza? Kwa mimi nawaalika Jumamosi tena tutakuwa na maombi. Karibuni kwenye maombi. Tunaanza ibada ile tunafika saa 3 na kidogo, saa 4 kamili tunaanza. Lakini muda wa kumaliza huwa hatuna. Huwa inategemeana na baraka zimekuwa.
Niombe twende kwenye neno la Mungu. Kichwa cha somo, kuishi na Mungu. Kuishi na Mungu. Na tutamwangalia mtu ambaye aliishi na Mungu halafu baadaye akafanya vizuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Niangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 35. Na mstari ule wa 5. Mwanzo 35 kwa 5. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akamwambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi na wewe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Mstari wa 15. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, na watafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, kwendeni Dothani. Basi Yusufu akafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Wakamwona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumza juu ya mtu mmoja anaitwa Yusufu. Huyu Yusufu alikuwa ni mzee wa Yakobo, lakini pia mama yake alikuwa anaitwa Raheli. Wakati anachunga pamoja na ndugu zake, aliwahi kuleta taarifa kwa baba yake juu ya mambo mabaya na mijadala waliokuwa wamejadili juu ya mifugo na namna watakavyofanya baadaye. Baba yake akaletewa habari na Yusufu, na baada ya kuwa Yusufu ameleta zile taarifa pale nyumbani, baba yake akampenda sana, na baba yake aliona kwamba ameleta taarifa nzuri, ikabidi ampe zawadi. Na zawadi aliyomwandalia mwanawe ilikuwa ni kanzu ndefu. Akamshonea kanzu, na baada ya kuwa amemshonea kanzu, baada ya kuwa ameivaa, ndugu zake hawajashonewa kanzu bado, wakaona wivu moyoni na kuanza kujiuliza, iweje huyu mdogo ameanza kuvikwa mavazi mazuri kuliko sisi? Wivu ukasimama juu yao. Lakini pia baada ya kuwa baba yake amemshonea ile nguo, anaishi na ile nguo, Yusufu hakurudi tena kule kuchunga pamoja na ndugu zake. Aliendelea kuwepo nyumbani pamoja na baba yake. Na baada ya hapo akaota ndoto wakati wamepumzika. Uchungaji wa wakati huo unafanana na uchungaji wa wafugaji wa mifugo mingi. Huo wanatoka wanaenda sehemu, wanakaa kwa muda mrefu zaidi. Sasa huyu ndugu, wakati ndugu alipoota ndoto, wakiwa wote familia iko nyumbani, akawaeleza habari ya ndoto aliyoiota. Nimezungumza kichwa cha somo kwamba kuishi na Mungu. Sasa wakati Mungu alipomtazama Yusufu na kumuona kwa ndani, Mungu akaamua kuishi ndani ya Yusufu, na Yusufu akakubali kuishi na Mungu. Sasa wakati hao watu wawili wanaishi pamoja, akaota ndoto. Mungu akamuonyesha kitu kitakachofanyika baadaye. Wakati alipoota ile ndoto, akawaambia ndugu zake kwamba nimeota ndoto. Akaeleza jinsi ndoto ilivyo. Sasa kwa sababu ulikuwa ni umungu ndani yake,
anawapa taarifa ya jambo litakalotukia baadaye, na hawa ndugu bado kwao lilikuwa bado ni fumbo. Wakachukia, wakaanza kumweleza kwamba sisi ina maana utatutawala, tuanze kukuinamia, tukufuate. Kwa hiyo ile taarifa aliyokuwa amewapa ya ndoto yake ikawaudhi sana, na kuona kwamba huyu bwana pengine ni kweli kwa maneno haya anaweza kututawala baadaye. Yusufu akaendelea kuwepo nyumbani, na hawa ndugu wakatoka nyumbani wakaenda kuchunga mifugo ambayo ni kondoo na ng'ombe na wanyama wengine waliokwenda nao. Sasa wakiwa wameenda kuchunga mifugo hii, baba yake, na wamemaliza muda kutosha, baba yake akaamua kumuita Yusufu kwamba sasa, Yusufu, ndugu zako wana muda mrefu wapo hapa nyumbani, wameenda kuchunga mifugo. Nataka nikutume uende ukawaangalie kwamba wao wenyewe ni salama na mifugo hii ni salama. Yusufu akakubaliana naye. Sasa huyu Yusufu alikuwa amezoea bonde fulani ambapo mahali pale ndipo walikuwa wanachungia. Akaondoka. Alipofika sehemu aliyodhania kwamba ni sehemu wanachungia, akakuta wamehama, hawako kwenye lile bonde tena. Sasa Yusufu, na pale hapakuwa na mji wa aina yoyote. Yusufu akaendelea kuwatafuta, na wakati huo pia vyombo vya mawasiliano havikuwepo. Yusufu akaendelea kupanda na kushuka. Kwa bahati nzuri akatokea mtu aliyemuona Yusufu anahangaika kwa muda mrefu, anazunguka, anaingia kwenye kichaka hiki, anapanda na kushuka. Hakuwaona ndugu zake. Yule mtu hata kabla Yusufu hajawahi kumuuliza, akamuuliza Yusufu kwamba wewe, nimekuona unataabika sana katika bonde hili, unapanda na kushuka, kulikoni? Yusufu akajieleza kwamba nimekuja kuwatazama ndugu zangu na mifugo waliokuja kuchunga katika bonde hili. Kwani wakoje wale? Wale ni ndugu zangu. Kwa hali hiyo baba yangu amenituma nije kuangalia, niangalie kwamba wako salama na mifugo iko salama. Kumbe ni hivyo ndio. Na baada ya hapo Yusufu na yule ndugu akamtoa maelekezo kwamba niliwasikia wakiwa wanaeleza kwamba wanahama kutoka bonde hili wanaenda bonde jingine. Kwa hali hiyo fuata njia hii, huko ndiko utakapowakuta. Na wakati Yusufu sasa anakwenda kule, inaelekea alipita kwenye mlima. Wakati anateremka, maana walimuona kwa mbali akishuka. Wakati walipomuona na kumtambua kwamba huyu ndugu yetu, na kutambua ile kanzu ndefu aliyokuwa amevaa, wakasemezana, wakakaa kikao, wakakaa mkutano, wakaanza kujadili. Mwenyekiti wao alikuwa ni nani? Tutawauliza tukienda mbinguni. Sasa akaanza kuulizwa, kujipanga kwamba huyu jamaa kwa hakika sasa, kwa kuwa anakuja amejilengesha mwenyewe, kwa kuwa akifika mahali hapa tumuue, hasitahili kuishi. Maana alitudharau siku ile kwenye ule mkutano wa nyumbani. Alieleza mambo ya ajabu kwamba sisi tutamuinamia, atatutawala. Sasa kazi ni moja, tumkamate, tumuue, halafu tuone jeuri ya ndoto yake. Wale ndugu wakati wanajadili, wamemaliza kujadili, akatokea mmoja wao kati ya ndugu zake akasema, hapana, hakuna sababu ya kumuua mtu huyu, tumkamate, tumtupe kwenye birika. Na tunapozungumza habari ya birika, tuna maana kwamba ni Kiswahili